asili hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ina maana kuna mwanadamu wa asili, alafu kuna mwanadamu mwingine ambaye sio wa asili. Yaani wewe hapo ulipo unaweza mkaa kwa watu wangapi? Kuna mwanadamu wa asili, alafu kuna mwanadamu ambaye sio nini? Kwa nini? Kwa sababu wewe unakaa huko kanisani, lakini ukitoka hapa bado uko kwenye matambiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado unaenda kufanya yale tena ambayo ni asili nyingine, sio asili ya kimungu. Kuna watu nateseka hapa na magonjwa, si kwamba ni ya kwako, ni asili ya kwenu. Ukifuatilia, shangazi aliumwa, mjomba alipitia, sijui baba mdogo alipitia. Maanake hata wewe umeingia kwenye hiyo asili, hilo teso linakutesa kwa sababu ni asili ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ukifuatilia, watoto wa mjomba hawakusoma, watoto sijui baba mdogo hawakusoma. Kwa hiyo hata watoto wako usipoikataa hiyo asili, na wenyewe hawatafanyeje? Hawatasoma, kwa sababu ni asili ya kwenu. Mpaka usimame useme hapana, watoto wangu hawataambatana na asili ya baba mdogo wala asili ya babu, watasimama kwenye asili hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwa mtu ambaye yuko katika asili nyingine, ukizungumzia masuala ya kiroho, ukizungumzia masuala ya Yesu, hawezi kuelewa. Ndio maana wengine tunapozungumzia, hata kama nimeombea vifaa vya kiroho, nimeombea maji, kwa sababu yeye ni mwanadamu wa asili, hawezi kuyaelewa hayo maji, wala hawezi kuyaelewa hayo mafuta, kwa sababu yeye yupo katika asili nyingine. Mimi kwenye asili yangu nayaelewa, kwa sababu nipo katika uhalisia wa lile jambo. Kinachokukosti wewe, unataka wapendeze, kila mtu mpendeze kwenye ukoo wenu, kwamba wakisema kafara ya mbuzi unanunua, wakisema ili wasikuone wewe mbaya. Sikiliza nikwambie, kama umemchagua Yesu, kuna vitu lazima utengane navyo ili Yesu aweze kukuinua. Ndani yako haziwezi kukaa asili ngapi? Mbili. Mwanadamu wa asili lazima aondoke ndio upokee mambo ya roho. Sio mimi, andiko linasema mwanadamu wa asili hawezi kuyapokea mambo ya roho wa nani? Wa Mungu. Ina maana ndani yako utakuwa na asili ya roho wa miungu ambayo itazuia baraka za kimungu kuingia ndani yako. Huenda sio wewe mhusika, wako watu wengine ambao wamekuunganisha bila wewe kujua, kwa sababu tumezaliwa katika familia ambazo hatujui historia za kule nyuma walikuwa wanafanya nini. Kwa hiyo unaweza ukajikuta leo unateseka, unapitia changamoto, kumbe kule nyuma ndo wanajua walifanya nini. Ili wewe uweze kuokoka, unamhitaji Mungu. Mwambie Mungu, sijui nini kilifanyika, lakini mimi nimekuja mbele zako. Ile asili ya kwetu, kama kwetu ni magonjwa ya kansa tu, na kataa leo kwa jina lako Yesu. Ndani yangu sitaugua kansa, wala kansa haitakuwa sehemu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Usipoikataa hiyo kansa, lazima ikupate, kwa sababu ni asili ya kwenu. Kifuatia baba mdogo aliondoka nayo, sijui nani alipita nayo, ina maana ni asili ya familia. Huenda ilikuwa ni agano limefanyika. Ndio maana ukisoma Biblia zamani, watu wenye ukoma walikuwa wanatengwa, kwa sababu ni asili yao ya nini? Ya ukoma. Walikuwa wachangamani na watu wengine. Halo. Maanake ukishakuwa na asili nyingine ndani yako, asili nyingine haiwezi kupata nafasi. Na ni wengi tu kwa hatujui. Mimi nimeokoka bwana, mwaka 70 nimemkiri Yesu. Ndio umemkiri Yesu, lakini ndani yako kuna kitu cha asili bado umekibeba. Hala ujui, ndio maana kimekuzuia. Ukianzisha biashara inakufa. Ukianzisha inakufa, kwa sababu ukifuatilia kwenu hakuna mtu aliyeanzisha biashara ikasimama. Kwa ni asili ya nyumbani kwetu. Halo. Basi mwanadamu wa asili hawezi kuyapokea mambo ya Mungu wa mbinguni. Maanake yeye hatambui mambo ya rohoni yanaendaje. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliyemkiri Yesu, ndio maana kuna wakati wanakuona wewe ni mpiga kelele unapoomba, kwa sababu hao hawaelewi unafanya nini. Unajai kusikia mnaambia huyu naye anakupigia kelele, anaomba. Kwa nini? Yule anayekwambia unampigia kelele haelewi wewe uko wapi, kwa sababu yeye yuko kwenye asili nyingine. Kwa hiyo ukilazimisha unyamaze ili umlizishe, tayari umeingia kwenye asili yake ambayo si haikuwa asili yako wewe. Kwa hiyo unashangaa majibu yako pengine yashakaribia ya maombi, yanafanyaje? Yanaondoka, si umeikataa. Tuko hapa
tukatai, tumezaliwa kwenye asili fulani. Wote tuko hapo, wote. Nikikuuliza babu yako alikuwa anafanya, babu kizababu alikuwa anafanya nini, utajua? Hauwezi kujua kwa sababu haukwepo. Pengine hata baba yako wakati anazaliwa haujui alifanya nini. Umekuwa tu umekuta historia unasimuliwa. Pengine anakusimulia uongo tu, haujui nini kilifanyika. Ulikuwa ukaambiwa kwetu sisi bila mwezi fulani usipochinja kitatokea hiki. Unachinja kwa sababu ulipewa tu, sio kwamba unafanya wewe ukijua unachokifanya. Unafanya kwa sababu umeambiwa. Ila matokeo utayaona wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Unachinja hujui maana yake, ila wewe unafanyaje? Wanasema kwa kwetu lazima tufanyeje? Mtoto akizaliwa labda lazima tufanyeje? Hampo mnasemaga hivi. Mpo mmeaminishwa wengi kwamba kwetu unajua muda fulani ikiwa hivi lazima ufanye hivi. Na unafanya. Na upo zako na kanisani unapiga na mapambio. Ndio maana tunakuombea mpaka nywele zinakaribia kuisha kichwani. Changamka, badilisha mfumo kwa jina la Yesu. Nasema changamka, badilisha mfumo kwa jina la Yesu. Usiombee nywele zikaisha Bwana, ombea nywele zote zikae kwa jina la Yesu. Haleluya. Kakatai kale ka asili. Sema mimi asili yangu sio ya magonjwa Bwana. Huyu Yesu anasema ukiingia tu ndani yake una uzima tena. Halo. Asili ya Yesu haivurugi mambo, inabariki mambo. Kuna watu unaishi nao sio asili yako. Na Biblia imeamrisha kabisa utengane nao. Yaani Biblia ina mambo magumu sana usipoielewa. Huku imesema mpende. Kuna andiko hapo linasema kabisa wale wasio ya asili yako wafanyeje? Wakatae, kaa nao mbali. Hapo bado inakwambia mpende adui yako. Haleluya. Unataka ujue kusoma ukaielewa vizuri. Umeona mstari unaosema kwamba basi mwanadamu wa asili hawezi kuyapokea mambo ya Mungu kwa sababu yeye hayuko wapi? Hayuko wapi? Hivi nikuulize swali, mchawi alogi bila kuingia roho. Kwa hiyo unataka uelewe kwamba inazungumziwa rohoni wapi? Mwanadamu wa asili hawezi kuingia kwenye ulimwengu wa kimungu ambaye ni asili ya kishetani. Atabakia kwenye asili ya kinini? Hawezi kuingia kwenye asili ya kimungu. Maanake kama wewe ndani yako kuna asili ya miungu, hauwezi kuingia kwenye ulimwengu wa Mungu. Utakuwa unatamani mambo ya kimungu lakini hayafiki kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho hauwezi kupenya ukaingia. Unabaki kutamani, natamani niwe na nyumba nzuri. Wewe unashangaa mtu kaja hapa kasimama kaombewa, anashuhudia mimi nilikuwa sina hiki nimepata hiki. Unaanza kuja mbona mimi sishuhudii? Ngoja nikwambie, huenda kuna sehemu mlango umefungwa. Haupati upenyo wa kuingia pale kwenye baraka zako. Pengine ukitaka kwenda tu unasema kwetu hapa kwepo mlokole wewe. Huwezi kuokoka. Wanakuletea majaribu kibao unaacha kuomba. Ndio kwanza umeenda pale picha ndogo umefungua kwa biashara, wanakaangalia kwa biashara kanaenda vizuri, nasema kwani hakuna aliyefanya biashara akafanikiwa. Kale kwa biashara kanaanza kushuka, mwisho wa siku unaacha. Halo. 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 Halo.